Karibu katika sehemu ya tatu ya taarifa hizi za yanayojiri, ambapo tunaendelea na majadiliano. Kama nilivyokuahidi, nitakuwa naye wakili Michael Were Hisa kuweza kuzungumzia masuala mbalimbali. Swali kuu lilojitokeza jana wakati jamii ya Gusii ilipoelekea katika ikulu ni kutoonekana kwa gavana wa Nyamira Amos Nyaribo. Je, kutokuwepo kwa gavana Amos Nyaribo katika mikutano hii ya ikulu kuna maana gani? Ni yeye mwenyewe binafsi ama ni kwa sababu ya urafiki wake na kiongozi wa chama kilichomuingiza mamlakani cha UPA? Michael Were, karibu sana kwenye mjadala. Tumekuwa tukizungumzia masuala ya Kisii kuzuru ikulu. Katika chini ya mwezi mmoja wameelekea ikulu mara 2. Kwa nini labda unadhani rais anataka kuelekea Gusii na kupata hizi kura 900 katika kikapu chake? Asante sana Bwana Heri, ni siku mingi hatujaonana. Bila shaka. Lakini nafuraha kwa kuona siku leo. Kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba wakati huu Rais William Ruto, kura yoyote kwake ina maana sana, hata iwe ni kura moja. Kwa sababu unapoona katiba inasema lazima upate kura 50% na kura moja. Kwa hivyo unapoona anapoenda kule Kisii ni kwa ajili ya kujaribu kutafuta kupata uungwaji mkono. Unapoona kwa sasa ameingia katika ngome ya kinara aliyekuwa ambaye ni kinara ODM Raila Odinga. Mara kwa mara unamwona kule Luo Nyanza. Unapoangalia ile region ambayo Luo Nyanza iko inajulikana kama the Great Nyanza region, inaenda mpaka kule Kisii. Na kule Kisii bado ni ngome ya Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo unapoona kwamba Mheshimiwa Raila Odinga wanafanya kazi na Mheshimiwa Rais, watajaribu wapate zile kura zote, kwamba wanapopiga kutoka Luo Nyanza mpaka Kisii Nyanza iwe ni napiga kama suit. Kukosekana kwa Amos Nyaribo katika mkutano wa jana, na si wa jana tu, hata ule wajuzi ambao uliongozwa na Osoro ambao ulienda mara ya kwanza pia hakuonekana. Kitu cha kwanza unapoangalia Amos Nyaribo aonekani kama kuwa mwanasiasa kwa sana. Unapata angalia kwenye mikutano ya hadhara, si yule mtu ambaye anacheche na mbwembwe na mambo mingi sana. Kitu cha pili, unapoangalia katika siasa, mtu anafanya kitu ili aone ni nini atapata baadaye. Kwa maoni yangu nadhani Amos Nyaribo, gavana wa Nyamira, anafanya muhula wake wa mwisho, na sioni labda kama ana azma nyingine ya mambo ya siasa na nini. Kuna wale watu ambao wanatosheka tu. Yeye anaonekana kama yule mtu ambaye anatosheka na kile kitu ambacho ako nacho. Kwa hivyo labda unapoona anafanya muhula wake wa mwisho, anataka amalize na kwa pole pole aende. Lakini unajua pia kumekuwa na hii, kama haunifuati mimi, tunaanza kukuwekea zile kesi nyinginezo za kwamba kuna shilingi 200 zimepotea hapa, shilingi 10 imepotea hapa. Purity anakataa hilo. Sijui unataka kuchangia hilo. Wajua Mheshimiwa Nyaribo hamfuati na hampingi. Kwa hivyo yupo tu. Wajua yule mtu ambaye akupingi na haonekani kuwa adui wako, itakuwa ni vigumu kuanza kusumbuana naye, kwa sababu labda unaweza ona serikali ya siku ya leo inaweza ngoja labda ufika wakati wa mwisho na umuongeleshe kwa pole pole na ataingia. Wajua wanasema yale maji ambayo yametulia haina haja kuya. Na Purity, Amos Nyaribo, wewe ni kiongozi kutoka eneo lile la Kisii. Amos Nyaribo, gavana wa Nyamira, anapokosa kujitokeza katika mikutano kama hii, wakili ametuambia kwamba yeye ni mwanasiasa mnyamavu, siasa zake ni za upole, hana cheche kama zile za baadhi ya wanasiasa kama Simba Arati na kina Onyonka katika eneo hilo. Kukosekana kwake kwenye mikutano ya rais kunaweza kutafsiriwa vipi? Vile mwenzangu Were amesema, Nyaribo ninapomwangalia si mwanasiasa ule wa cheche vile ambavyo umesema. Unamfananisha na Matiang'i bado? Kwa sababu unajua mwanasiasa, to be a politician you have to have, lazima ukuwe na ile karisma ya kushawishi watu, utoke, watu wakuone kila mahali, hata ukiwa kwa meetings hapa na pale unaonekana. Lakini Nyaribo ukimwangalia yuko tu, wezi sema ni mwanasiasa, yuko tu. Na vile amesema, I think yeye ameshamaliza muhula wake.
hana kingi cha kupigana sana. Na yeye kutokuja kwa huo mkutano, bora wengine walikuja. Tuko na MCAs walikuja karibu wote kutoka Nyamira. Na hao ndio wale leaders kutoka Kintongoji, kutoka grassroots. Yes. So Nyaribo kutokuja sioni kama italeta tashwishi kubwa vile. Yeah. Bila shaka. Wakili, limeangaliwa na kutafsiriwa kwamba rais kuita mikutano ya mara kwa mara ni kujaribu kumaliza ama kuvunja ushawishi na nguvu ya Matiang'i katika eneo la Gusii, ambalo limeonekana kwamba limemshabikia pakubwa kijana wao wa nyumbani. Wajua, kitu ambacho nitakueleza ni kwamba kura ni karata. Na kura ni ngumu. Wajua, ule wakati ambapo Mheshimiwa Peter Kenneth alikuwa anasimama kuwa rais, watu walimshabikia sana kwenye mitandao. Lakini zile kura zilipokuja, nini kilitendeka? Hazikujaa. Kwa hivyo mimi kile kitu ambacho naangalia ni kwamba ndio Mheshimiwa Matiang'i anatoka Kisii na imeonekana kwamba kuna ushawishi mkubwa. Lakini unajua ushawishi wa mtu unajulikana wakati ambapo kura zinapigwa. Kwa sababu labda naweza sema jinsi koti iliwahi tumia ile neno kwamba it's hot air. Unajua hot air. Watu watapiga mbwe kelele nini, kwa sababu kura zinapokuja kuna mambo mengi sana. Lazima kuna wale watu ambao wana kile kitu ambacho kinaitwa charisma, uwe na ile charisma. Lazima uwe na kile kitu ambacho kinaitwa enough resources to mobilize people. Na wale watu ambao wanapiga kura, kuna vile vitu ambavyo wanaangalia. Unajua, ule wakati ambapo utafika, utapata kwamba labda hata Mheshimiwa Matiang'i ataweza kupata nusu ya zile kura ambazo zinatoka Kisii. Kwa nini? Kipi kinamzuia? Manake angalia alipokuja umati wa watu. Kitu kingine ni, wajua, ground ndio inaongea. Ni mara ngapi ameenda kule kupiga kampeni? Mimi kile kitu ambacho nitakwambia, Mheshimiwa Rais William Ruto ameenda Kisii kupiga kampeni mara mingi kuliko Mheshimiwa Matiang'i. Ndio. Na kwa hivyo ule uzoefu wa kukua na watu ndio unafanya watu wakupe kura. Wewe ni mtu wa watu, unaenda kuona watu, unaongelesha watu, wanakusikiza. Lakini huwezi toka kule msituni, unakuja mara moja na unataka upate kura, ni ngumu. Hili linaibua swala la ambalo chama cha Jubilee kimeitisha NDC yake tarehe 26-25 hapo kuzungumzia iwapo watakuwa wanampa uongozi Matiang'i. Je, itakuwa sawa kwa sasa hivi kwa chama cha Jubilee kumpatia Matiang'i uongozi wa chama cha Jubilee? Uongozi unaweza pewa mtu yote. Lakini sidhani kwamba unapoangalia ile hierarchy ya Jubilee kumekuwa na wale watu ambao wamekuepo. Na kwa maoni yangu naona ni kwamba ni vizuri wale watu wangepewa ule uongozi, kwa sababu wanaelewa jinsi chama kimeendeshwa, kimekuepo na mambo kama hayo. Lakini unajua siasa ina mambo mengi. Kumpa Matiang'i tikiti ya Jubilee haimaanishi kwamba ni kumpa zile kura. Kile kitu ambacho mimi huuliza watu, unajua nimesikia mara mingi watu wakisema Mheshimiwa Rais ataenda nyumbani mwaka 2027, lakini naona itakuwa ni vigumu sana. Na hii ndio sababu. Kura hazipigwi kwa mtandao. Kampeni hazifanywi kwa mtandao. Kampeni zinafanywa mashinani na kule kuongelesha watu. Hawa viongozi wote ambao wanasema kwamba watampiku Rais William Ruto, ile swali ambalo nakaa nikijiuliza mara mingi ni kwamba unapoenda kule mashinani kabisa, muulize tu mama mzee swali, unajua Matiang'i? Kuna mwingine kule Bungoma aliulizwa, unajua Matiang'i ni nani? Akasema sijui, najua tu bibi yake. Sasa tukashangaa na maisha. Lakini ukienda kule vitongojini uulize, unamjua William Ruto? Na nakwambia tunamjua, ni rais. Kwa hivyo ili uweze kumshinda rais, lazima kuna kazi ambayo lazima ifanywe. Na hawajafanya ile kazi. Sisi tunajua Matiang'i kwa sababu tunaweza angalia kwenye social media, tunaweza angalia kwenye TV, tunaweza angalia, tunajua kusoma magazeti na wale ambao wako mashinani. Lakini kuna runinga na redio kila sehemu ambapo zipo, zinaweza kuwafikia na ujumbe wao wakaupata. Sawa, zipo, lakini swali lingine ambalo nauliza ni mara ngapi ambapo wanatuma ule ujumbe? Ni mara ngapi ambapo wanaenda kule mashinani? Ndio. Wajua, you must be seen and you must be heard for people to know you and vote for you.
Kuna kitu umeuliza kuhusu Matiang'i Kisii. Jambo la kwanza, Matiang'i mwenyewe hajaleta viongozi wote pamoja. Mtu rais, like tuseme a leader from Gusii, ndio hata yeye achukuliwe serious. Anafaa kuwa ameleta wale viongozi wote ambao wanamsupport na ambao hawamsupport pamoja. Atuite sisi wote kama viongozi wa jamii la Gusii, akae atuambie ABC. But Matiang'i hajafanya hivyo. As a leader, yes, kwenda kusikiza mtu si vibaya. Uogope kilichomkumba Uruoba. Kwenda kumsikiza, bora atuite viongozi wote. Lakini mimi kuniita mimi binafsi, hiyo nayo kidogo. Lakini pia venye ndugu yangu amesema hapa, maneno ya kupewa chama cha Jubilee. Matiang'i angekuwa serious, anataka uongozi. Matiang'i angekuja Kenya, afungue chama chake kama party leader. Si ati anaenda kuinherit bibi aliyekufa. Bibi mwenyewe. Sasa kuna wale ambao wanaangalia Jubilee wanasema labda Jubilee iliwakosea. Before labda Jubilee ilinyima mtu ticket, labda ilimnyima nomination. Ako na machungu na Jubilee. Unaona? Ndio. Kuna wale watu bado wanaangalia, kuna pia viongozi wenye wako ndani ya Jubilee ambao wanaona Matiang'i anakuja kutusambaratisha kama. Kwa hivyo Matiang'i angekuwa serious, angekuja aanze kitu cha kwanza, aanze afungue chama chake. Ikuwe a national party, isikuwe a village party, ikuwe a national party. But aliwaste hiyo opportunity ule wakati ambapo alitoka Marekani. So bado vile nilisema, bado kuna kizungumkuti. Na labda kuongezea tu kidogo. Wajua kile kitu ambacho nimesema, kuwa na ile kuweza kuongea na wananchi moja kwa moja. Wajua kile kitu ambacho labda kinaipa hii serikali kinakosesha hii serikali usingizi Mlima Kati, ni kwa sababu waona mtu kama Gachagua yuko kwenye ground karibu kila siku, anaongelesha watu, anafanya nini. Vitu kama hivyo ndivyo vile ambavyo Matiang'i anafaa kufanya kule Kisii, ni watu waseme kwamba ni kiongozi wa Kisii. Lakini afanye hivyo ni kuongea tu mdomo. Ndio maana nakwambia ule wakati ambapo kura zitafika. Lakini anajaribu kuwa na utaifa zaidi. Wacha nikueleze kitu kimoja. Mambo ya kusema utaifa hayapo. Kitu cha kwanza, charity begins at home. Wazungu wanasema lazima uanzie kwenu. Hakuna kitu kibaya kuwa Mkisii ama kuwa Mkikuyu ama kuwa Mkalenjin ama Mluya. Lazima kwanza uongee na watu wa kwenu, waambie sisi tunataka tufanye uongozi na tunaanzia nyumbani. Uongee nao, uwashawishi. Waweze kuambia kwamba tuungane tuwe kitu kimoja, ndipo tuende tuongee na marafiki, tuungane na tutengeneze kama ni coalition ama tutengeneze chama, na wote kama wa Kenya tutengeneze serikali. Hapa anaonekana Matiang'i kama kiongozi mwenye mikakati, alifanya mageuzi. Hivyo ikionekana kwamba iwapo atapewa Jubilee, basi atakuwa anaifufua Jubilee ambayo katika miaka mitatu iliyopita imekuwa katika malumbano, mivutano kati ya Sabina Chege na Uhuru Kenyatta, nani ni kiongozi. Sasa hivi inapewa kiongozi dhabiti ambaye ameonekana katika utendakazi wake. Hili si litabadilisha chama cha Jubilee na kukipa nguvu ile ambayo kidogo ilikuwa imefifia, Were? Siasa na kazi ni mambo mawili tofauti. Siasa ni siasa, kazi ni kazi. Ndio maana utapata wale ambao wanapiga siasa vizuri, kupata wakipiga kazi vizuri pia ni ngumu. Na wale ambao wanapiga kazi vizuri, kupata wakipiga siasa vizuri ni vigumu. Ndio maana kuna wanasiasa wapige siasa na waende watafute wale watu ambao wako competent kufanya kazi. Na wapatie kile kitu ambacho kinaitwa political goodwill ya kuweza kudeliver. Matiang'i alifanya kazi kwa sababu kulikuwa na political goodwill ya yeye kuweza kufanya kazi. Lakini kama chama kukifufua, kitu cha kwanza inahitaji pesa. Hizo pesa zipo kufanya grassroots elections na nini. Kuchagua officials, kujua ni nani atafanya nini. Unajua running a political party ni kitu tofauti na running a ministry. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Ministry kuna bajeti ambayo ushaikewa. Iko na bajeti, iko na nini na vitu vingine vyote. Lakini huku kuendesha chama
goons wako pale, sijui nani. Yani ni mambo mengi sana. Kila mtu anakuja na akili yake. Swali ni ataweza? Waona? Ni swali wewe unijibu. Kwa hivyo mimi ataweza kukifufua chama cha Jubilee? Hataweza. Kile kitu ambacho angeweza kufanya. Unajua hiki chama kimekuwa chama tawala. Kuna yale madhambi ambayo ilifanya. Ndio. Kuna mazuri ambayo ilifanya. Wewe angalia kama chama kama KANU saizi. Kimerudishwa, kimekuwa chama cha watu wa kunywa chai na mandazi kule mitaani. Kwa nini? Hiki chama kimekuwa katika uongozi Rais Moi miaka 24, Rais Kenyatta miaka 15. Hiyo ni miaka 39. 39 ndio. Lakini baada ya pale ni nini kingine ambacho kilifanyika? Vyama vingi katika Kenya vinakufa kwa sababu one, havina kitu ambacho kinaitwa ideology. Two, hakuna succession plan. Kwa hivyo hiki chama saizi ukisema unafufua Jubilee, swali la kwanza ni what is the ideology? Can people buy the ideology ya Jubilee ndio useme unakifufua hicho chama? Kitu cha pili, hicho chama ni kama kilisha kufa kwa sababu saizi hata hujui kiongozi wa Jubilee ni nani. Uhuru Kenyatta alipewa lakini yeye ni rais mstaafu. Je, inakubalika awe kiongozi wa chama kisheria? Inakataliwa. Kwa hivyo ndio maana nasema kuna kitu ambacho kinaitwa succession politics. Inakatazwa mahali, sidhani kama inakatazwa kuwa kiongozi wa chama. Retired president is not supposed to engage in active politics. Unafaa kupatia wengine chance ya kufanya nini? Kuongoza. Najua iko katika Political Parties Act lakini sijui the exact section, lakini najua iko pale. Kile kitu ambacho kilifaa kufanyika saizi, Jubilee inafaa kuwa iko na kiongozi mwingine. Na even apart from that, socially, what is it that is expected of a retired president? Rais Mwai Kibaki alitoka na akaenda, hakuna mtu aliwahi msikia. Hiyo chama chake cha DP saizi kiko na Justin Muturi. Chama cha Moi alipotoka akaenda kikakuwa na Uhuru, sijui kikakuwa na nani, saizi hata sijui party leader wa KANU ni nani. Unaona? Kwa hivyo hicho chama cha Jubilee kilikufa na hayo mambo yalikwisha. Na bila shaka Purity, hilo swala la kwamba iwapo Uhuru Kenyatta atakuwa anaondoa uongozi wake na kumpatia Matiang'i, unadhani kitakuwa na nguvu na ushawishi katika eneo la Mlima Kenya vile ambavyo Jubilee imekuwa na ushawishi katika eneo la Mlima Kenya? Sidhani kama kitakuwa na ushawishi sana kwa sababu sasa unaona already kulikuwa na viongozi wa Jubilee. Already wewe mwenyewe umesema chama kimekuwa na malumbano hapa na pale. Ndio. By the time wanamaliza kusolve hizi malumbano ambao wako nazo, kura zitakuwa zimefika. Unaona, na watakuwa wamepata hiyo chance ya kuingia kwa grassroots level. The best thing yenye Matiang'i anafaa kufanya, na nijirudie, afungue chama chake ambapo atakuwa na ushawishi yeye mwenyewe. Akichukua kile chama cha Jubilee, kuna mtu atakuwa nyuma yake anamwambia hichi chama kilikuwa ni changu, nataka kifanywe hivi na hivi na hivi. These are the buttons you need to click here and there. So sidhani kama atakuwa na ushawishi 100% kama vile angekuwa na chama chake. Yes. Na hapo ndipo ninasema, the reason as to why ninasema Ruto bado anarudi miaka yake ingine 5. Ni kwa sababu mimi sijaona mtu yoyote ambao amejipanga kama vile rais wetu amejipanga. Rais wetu saa hii ni kazi tu, kazi. Zile mambo ambayo alikuwa ametuahidi, mambo ya affordable housing, mambo ya SHA. Kwanza SHA imekuwa na mambo mingi, lakini wale ambao wanapinga unapata hao ndio wana advocate sana watu wao wafanye nini, wachukue hiyo SHA. Sitataka kuingia sana kwenye mambo ya SHA, turudi kwenye swali. Je, kuondoka kwa Uhuru Kenyatta kwenye chama cha Jubilee kunaimaliza nguvu zake katika eneo la Mlima Kenya kabisa, ama itakuwa bado na ushawishi kwa sababu ya kumpatia mtu mwenye mikakati kama Matiang'i? Hiyo itamaliza kabisa ushawishi kutoka Mount Kenya. Kabisa. Wajua kitu cha kwanza nimekumbuka, rais anapotoka katika afisi hafai hold any active political office 6 months after leaving office. Unaona? So unapointerpret hiyo itakuwa inamaanisha kwamba is restricted from engaging in active politics
hawezi kuwa party leader, but haimsimamishi kuwa a member of a political party. But he's not supposed to hold an active political public office. Kwa hivyo kitu cha kwanza, Uhuru hata hafai kuwa kiongozi wa Jubilee. Ona, kitu cha pili, unapoangalia Mheshimiwa Rigathi Gachagua amekuja na chama cha DCP. Saizi DCP ni kama inachukua Mlima Kenya. Kwa hivyo kile kitu ambacho nauliza ni kwamba ukimpa Mheshimiwa Matiang'i hicho chama ni kama kuchukua maiti umpe daktari mwambie arudishe maiti afufue. Haiwezekani, ni vigumu. Kile kitu ambacho nakubaliana na dada yangu, kile kitu ambacho Mheshimiwa Matiang'i angefanya, angeunda chama chake, atafute watu waungane pamoja kama wanataka kutengeneza serikali. Na ndio maana unaona Mheshimiwa Rigathi Gachagua alienda akatengeneza chama chake. Alikuwa na uhuru wa kurudi aseme basi nipe Jubilee niende nitengeneze, lakini akajua maiti huwezi amsha. Kwa hivyo kuna hii kauli ameisema kwamba itaonekana kwamba wewe ni runinga tu unapelekwa kwa remote. Ile kauli inaonekana kwamba huyu atakuwa sasa ni mradi wa rais mstaafu, ndio itakuwa inamzunguka ama ameibeba kwenye kichwa chake. Pia itaonekana kama ni mradi wa rais, kwa sababu kitu cha kwanza, kama mwanasiasa ukitaka kuwa rais lazima uonekane wewe ni mpiganaji, wewe kiwewe mwenyewe, kwa sababu lazima watu waone wewe ni mtu ambaye unaweza tengeneza kitu chako mwenyewe, utafute watu wako wenyewe, uweze kuwashawishi kwamba tunaweza kuongoza hii nchi. Angalia kama kwa mfano Mheshimiwa William Ruto alipotoka KANU akajiunga na ODM. Potoka ODM akatengeneza ilikuwa UDM, then akatengeneza URP, then URP kaungana na Jubilee, then akakuwa among the founding members wa Jubilee, then akatengeneza UDA. Huyo ni mtu ambaye unaona yuko serious na mambo ambayo anafanya. Ukiangalia upande mwingine kama Mheshimiwa Raila Odinga, alipotoka alikuwa Ford Kenya, akatoka akatengeneza NDP, akatoka akaingia akatengeneza hiyo maja ya KANU, akatoka akatengeneza ODM. I think alipotoka NDP alitengeneza NDP iliingia NAK. Aliingia coalition. Alipotoka NAK aliingia NAK na NDP. Alipotoka kule NDP akatengeneza ODM. Na ODM kimekuwa chama cha nguvu sasa ni miaka 20. Waona wale ni viongozi ambao unaona wako serious na yale mambo ambayo wanafanya. Lakini sasa we angalia kama kwa mfano tuseme Mheshimiwa Raila Odinga angechukua chama cha babake Ford Kenya akuja, saizi angekuwa hapa. Kwa hivyo mimi kile kitu ambacho ningemweleza Mheshimiwa alitaka ni kijana wa Malwa hata kama alitaka lakini kijana wa Malwa nakubaliana, lakini pia ni funzo kwa sababu it has borne fruits. Kwa sababu alipotoka akaacha aliyekuwa mbunge katika chama cha Ford Kenya akajihuzulu na akatengeneza NDP na akarudi kwa watu na akampa kura na akasonga. Kwa hivyo kile kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba Mheshimiwa Matiang'i atengeneze chama chake na kuja aombe kura na awe serious, aende kwenye ground. Hili pia linaibua swala la Rigathi Gachagua, kwa sababu hapa tumeona tayari kumekuwa na Rigathi Gachagua na DCP, na hapa Uhuru Kenyatta iwapo atakuwa anampatia uongozi Matiang'i, inaleta mtafaruku upi kati ya Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua, kumaanisha kwamba Uhuru Kenyatta hajawahi msamehea Rigathi Gachagua kwa kumunga mkono William Ruto? Wajua katika siasa kuna kitu ambacho kinaitwa interests. Wanaweza kosa kusameheana, lakini atajiuliza can Rigathi Gachagua take care of my interest? Ni hivyo tu. Kwa sababu kama saizi labda kama Mheshimiwa William Ruto can take care of Uhuru Kenyatta's interest politically, then he doesn't need Rigathi Gachagua. Kitu cha pili, ni kweli a sitting president anaweza tolewa. Ni kweli, si ati haiwezekani, inawezekana. Lakini kile kitu ambacho mimi nimeanza kuona kwa maoni yangu, wale watu ambao kwa sasa wanataka kuwa marais, I just see their jokers. Ni kweli, kwa kusema kwa kizungu, kwa nini? Ni their jokers kwa sababu ile bidii ambayo wanafaa kuwa wanaweka hawaiweki. Kazi ni kukutana kwenye hoteli na kuongea na kutoa press conferences. Hapana, press conferences hazitoshi. Lazima uende mashinani kuongea na wananchi. Huo ndio ukweli. Alafu pia ukiangalia kama Matiang'i atapewa Jubilee, hapo already kutakuwa na kwa Mountain, kutakuwa na vita kati ya DCP na Jubilee.
utaona Mountain wengi watataka kukuwa associated na chama chao. Unaona, so hapo kidogo ndio maana nilikuwa ninasema hata kuwa na ushawishi mkubwa katika mlima. Bila shaka. Naam, bila shaka, na wakati huu nataka tupate kwenda kwenye pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangazia masuala ya haki kwa wanasheria wakiwa wanalilia haki yao iko wapi na wanapotekeleza majukumu yao, ambapo wakati mwingine inaweka kwenye madhila mazito, wengine wakitafutwa na wengine wakipelekwa korokoroni. Tuliona kule Tanzania wakikosa hata nafasi ya kuingia wanasheria kuweza kumwakilisha Tundu Lissu. Huku nchini Kenya baadhi yao wamekuwa wakipitia madhila mazito ikiwemo mauaji. Tutakuja kujua, je, wanasheria haki yao inaishia wapi, na wale wanaoyajua ulinzi wao uko wapi? Usende mbali mtazamaji. Bila shaka